Na utendaji kwa mwaka 2025. Kwa mujibu wa utaratibu wa shughuli zetu hapa shirikisho, kila mwaka tunakuwa tunafanya vikao viwili na watendaji. Tunafanya kikao mwezi wa 7 na tunafanya kikao mwezi wa 12. Malengo ni kuangalia yale majukumu tuliyojipangia kwa mwaka ule, hatua aliyofika na namna gani tunaweza tukazifanyia kazi changamoto ambazo tunajitokeza katika sehemu za kazi. Na katika maeneo hayo kuna mambo matatu ndio tunayazingatia. Kwanza, mazingira ya kazi; pili, maslahi ya wafanyakazi; lakini tatu, zile changamoto ambazo tunatarajia zinaweza kutokea kwa mwaka unaofuata na kuandaa taratibu za kuzikinga. Kwa hiyo leo tumefanya kikao na tumewaalika watumishi wote wa shirikisho wa vyama vyote. Tangu asubuhi tunajadiliana, na tutakapofika mwisho wa kikao hiki tutapanga mpango kazi ambao kila mfanyakazi atakuwa nao katika kutekeleza wajibu wake. Kazi ya shirikisho ni kutetea, kudai na kulinda haki za wafanyakazi, lakini na sisi vile vile, pamoja kwamba ni vyama vya wafanyakazi, lakini ni waajiri, kwa sababu tumeajiri watu. Hivyo tunapopiga kelele, tunapozungumza kuhusu kuvunjwa kwa haki katika upande wa serikali na waajiri wengine, ni lazima na sisi wenyewe tujimurike. Kwa hiyo tunajimurika kwa kuwaita viongozi wetu na watendaji watueleze mambo ambayo wanayadai, wanayaomba, tuliowakwaza, watueleze ili tutafute hatua za kuzitekeleza. Kwa hiyo shughuli hii ni ya siku moja, itakuwa ni leo tu, na kama nilivyosema, kwa vile kila mwaka tunafanya mara mbili, kwa atakayekuwa hai na atakayekuwepo mwezi wa 6 mwakani, tutafanya shughuli kama hii kwa lengo hilo hilo ambalo nimeeleza. Kikubwa kinachotakiwa ni ufanisi katika maeneo ya kazi, na ufanisi maana yake ni kufanya shughuli ambazo umepangiwa kuzifanya na zile zitakazojitokeza zilizomo ndani ya sheria. Kwa upande wa shirikisho, tumewawaidhi viongozi wetu na wanachama wetu kwamba tunaingia mwaka 26 kwa nguvu mpya, kuhakikisha kwamba shirikisho letu linafanya wajibu wake ipasavyo, kwa sababu wafanyakazi wana changamoto nyingi katika sehemu za kazi, na changamoto hizo zinaweza kutatulika endapo vyama vya wafanyakazi, shirikisho na wafanyakazi wenyewe tutashirikiana katika kutatua changamoto. Kwa hiyo wito wangu kwa wafanyakazi wote wa Zanzibar kwamba kuingia mwaka mpya ni tarehe, lakini tunabadilisha mwaka, lakini vile vile tubadilishe tabia zetu kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu, ufanisi unapatikana, nidhamu za katika maeneo ya kazi zinapatikana, haki za wafanyakazi zinatolewa katika maeneo ya kazi, ndipo maendeleo endelevu katika taifa letu yatafikia. Ndio tunasema kwamba akifika mtoto miaka 9 au hayo mambo kishayajua. Kwa hiyo ndo utoto unamaliza hapo. Kwa wazungu utoto ni miaka 14, yaani miaka 0 mpaka miaka 14 bado mtoto akitumikishwa. Kwa hiyo kwa dini ya Kiislamu ukimtumikisha mtoto miaka 9 akifanyishwa kazi hujakosea, lakini kwa wazungu mpaka miaka 14 bado mtoto hatakiwi kufanyishwa kazi. Ndiyo. Kwa siasa ni miaka 17. Mtu mzima kwa maana kijana anaanza 18. Ndiyo. Tuko pamoja nafikiri. Sasa tunachozungumzia sie kwa ajira. Kwanza kazi ndogo ndogo anaweza kufanyishwa miaka 14 mpaka 17. Anaweza akaajiriwa mtu. Lakini hii nasema ni sheria ya kimataifa. Kwa hapa Zanzibar tumewekewa miaka 17. Ndio. Lakini kwa sheria za dunia miaka 14 mtu anaweza kuajiriwa akafanyishwa kazi ambazo si za hatari. Ndio. Ukitoka hapo miaka 18, kuanzia miaka 18 wewe ni kijana, ambapo kwa dunia kijana anaanza miaka 14. Ndio.
Kwa hapa kwetu kijana anaanza miaka 18.